Shabani King TV. Bwana, mambo vipi? Hii hapa ni Shabani King TV na mimi naitwa Vegostar Babalao. Kwa siku ya leo namtembelea kocha fulani, kocha maarufu hapa mchini Wichita, na kwenda kupiga naye mastori 1 2 3. Atakwenda kujitambulisha mwenyewe na atakwambia yeye ni nani na anajishughulisha na nini. Jambo kocha. Jambo sana, jambo. Mambo mengine anasemaje kabisa kocha, maana muda mrefu tangia mimi na wewe tumeonana. Mambo salama, tunashukuru, na kwanza mimi nafurahi kuona. Najua masiku ni mengi sana na kwa muhimu tuko salama na tuko wazima. Asante sana. Kwanza kocha, mimi nataka nipige na wewe mastori. Kwanza mbele ya kwenda kwenye mastori, nataka ujitambulishe jina, labda mashabiki wa Shabani King TV wangependa kufahamu zaidi. Ndio, mimi nina majina mengi sana. Kwanza mimi niko vitu vingi. Kwanza mimi naitwa hapa kama Wichita na watu wengi wanajua mimi ni kocha Lubemba. Ina majina ni Albert Alowe, ale wenu Mbochwa, na naweza kaitwa Backstone, naweza kaitwa Tibaba, yani baba watoto fulani, so majina ni mengi. Yani nikianza hapa mpaka kesho. Kama jinsi mmemsikia kocha ana majina mengi sana. Tuna Njalono Lusuku, tatuna Ulaya tunakwenda kupiga naye mastori 1 2 3 kama jinsi alikuambia, yeye ana majina mengi sana. Na hizo jina mimi nimeshikilia moja, anaitwa Albert Lubemba, ukipenda muite hivyo. Huyu ni kocha, aliwahi kuwa kocha wa Young Star, kwa sasa ni kocha wa We United FC. Tunakwenda kupiga mastori kuhusu timu zote mbili. Hivi kocha, nina swali yangu 1 2 3. Kwa kipindi ulichotumika sana pale Young Star na sasa hivi najua upo We United FC, ni changamoto gani ambazo unaziona kati ya kule na huku? Unanitafuta wewe. Changamoto gani unamaanisha je kwanza? Ni changamoto gani ile, yani changamoto ambayo utofauti, kuna utofauti gani kati ya jinsi, maana najua wewe umekoche timu zote mbili, Young Star na We United FC. Ni utofauti gani ambao wewe kama kocha umeona kule na huku? Kia kwanza hakuna utofauti. Kia kwanza utofauti hakuna. Kia muhimu ni players. Kama kisi unajua wengi wa players wako United, some of them walikuwa players wa Young Stars, na kuna wengi pia wanataka toka Young Stars wakuja, kuna wengine watoka huko wanaenda Young Stars. So nadhani mimi ni mtu ambaye nina communication nzuri sana kwa watu wa Young Stars, kwanza kwa players wote, kama kisi mmoja wao iko hapa ndio wako cool na mie, na kwanza kwa captain, yani kila niko na good communication, kwa sababu mimi nabaye kuwa kocha uishaki hata kama uko timu nyingine tofauti. So tofauti hakuna, ila tu nikusema tu logo zinaachana, jina zinaachana, na nadhani maybe schedule zinaachana, lakini mwisho wa siku sisi sote tunapresent Wichita, so hakuna changamoto tofauti. Mimi najua wewe sasa hivi ni kocha wa United FC na ulitumika sana pale Young Star. Na ukasema eti kwamba mna uelewano nyewe na Young Star, yani uko kocha kwenye United lakini mna uelewano wewe na Young Star kama kocha mwingine. Hasa vipi? Nataka niongelee mada kwa kuhusu na tetesi ambazo zipo hadi sasa hivi kuhusu bifu ya We United na Young Star. Inakaaje hiyo kama wewe? Unajua mpira bifu inapaswa kuwepo tu. Na ni sio bifu ya personal. Ni kama gisi Madrid na Barcelona, inakuwa Ronaldo na Messi, lakini wakutana ni marafiki. Ndio maana ukiangalia example, nina players ambao kwa wazao wanapiga kwetu. Example tunashaona pale ni player wetu kwa United, lakini ndogo yake Jack anapiga Young Stars. So sidhani kama kuna beef yoyote. Hiyo beef ni kitu ambacho mashabiki wanatengeneza au players wenyewe wanatengeneza. So ni kawaida hiyo, sio kwamba eti kuna beef na ni ile tu wanataka Wichita ichangamke, kwa sababu ni small town. So tunapenda ku challenge, ku furaha, yani ile happiness fulani. Na mimi kocha, nina swali la kizushi fulani. Ilitokea changamoto gani mpaka
ikatokea siku ukatoka kwenye Young Star ukaunda timu ambayo inaitwa We United, ilikuwaje kuwaje au ilitokea changamoto gani kocha? Tunataka tujue na mashabiki pia wanapenda wajue. Ndio, kama gisi nimesema hakukuwa changamoto, ila mimi ni mtu ambaye nina vision na goal. Mimi napenda mpira kama tuseme soka lugha ya Kiingereza. Ndio. Na hakukuwa changamoto, ila kila mtu kuna nafasi ambapo unaanzia na kuna koko unaelekea. Sasa mimi Young Stars inabaki kuwa kama family kama gisi nimesema, na kama nimetoka nimeamua tu kutoka tu na niachie watu wengine fasi, kwa sababu ni timu ya sisi sote. So kuna watu wengi najua wanafanya kazi kama gisi wanafanya, kuna wengine wanafanya zaidi. So mimi kutoka, hakuna mtu amenifukuza. Sidhani, maybe nimefukuziwa sijui, lakini sidhani kama nimefukuziwa ama nimetoka mbio. Nimetoka tu kwa kawaida tu. Ya, na vipi kuhusu, maana umesema ulitoka hakuna changamoto yoyote ile wala mkukorofishana, bila ulitoka, kwa nini haukuona uwe kocha upande huu na uwe kocha upande huu? Ili haviwezekani. Kwa hiyo ni kama vile umetupilia ile timu. Sijatupilia, mimi ningali kama nimekuambia niko na connection. Yaani mimi ningali na kama mshauri mkubwa kaka. Kwa hiyo so mimi furaha yangu kusema nione ile timu ibaki. Timu ikomaa ya Young Stars, yani nione madogo Young Stars wanacheza, madogo United wanacheza. So mimi ni kama napenda soka. So sio kama eti kwa sababu napenda soka ndio mimi nikuwe huko. Na huko hapana, itawezekana. Naweza nikasema kwa upande fulani support yako ilikuwa support kubwa pale Young Star. Labda gisi wewe umetoka na kuja kuunda timu, umeiacha Young Star na hali gani? Au wanahitaji support yako kwa maana ni kama vile umewatupilia na walikuwa wakikutegemea wewe? Sidhani kama Young Stars wamenitegemea, sababu ni timu ilikuwa na viongozi, nimepiga na kutoa viongozi na nikatoka na kuacha viongozi. Sasa mengine yote sijui wao ndio wanaweza kujibia. Mimi sijui kama kama unanihitaji mimi nitakuwepo, njia zingine mingi na sio paka kuwa kocha. Naweza kuwa kama nimesema mshauri. Mimi nimekuita viongozi Young Stars na nikatoka nikaacha viongozi Young Stars, na ni timu ambayo inaendelea kuwa na viongozi zaidi. Maana leo utatoka wewe mimi anakuja. Yaani club ni process. Yaani huyu anatoka huyu anaingia, huyu anatoka. Ya, mimi kwa upande wangu ningekuuliza labda inatokea chance au nafasi Young Star hivi pantalo kwa vingi zonikula. Asa kocha, labda tunaweza tukapata nafasi au unaweza ukapata nafasi tena Young Star ikakuhitaji. Ni swali yangu mimi, kwa upande wako unaweza kaenda au vipi? Unajua mpira hawezi kusema no ama we. Ina depend na muda. So kitu lazima ni kusema atujue ya mbele, right? So yani the future mbele ndio yani future ndio inajijua zaidi, kwa sababu unaweza sema hapana lakini kesho unajikuta. So ila mimi ni We United. Ni project yangu na idea yangu. Sidhani kama ni kitu ambacho kuna kisukuma paka kifike sehemu ambapo tunahitaji kifike kwanza. Na kesho yake Mungu akisaidia, nikisema ni handover sasa ile fasi, mwingine ataendeleza pale penye mimi nitaachia. So kwa hiyo kuniambia kama naweza na Young Stars, I don't think so, lakini ila kuna support nyingi sana. So ukisema kwenda Young Stars kwanza unamaanisha je? Kwenda kuwa kiongozi au kuwa kocha tena? Yaani Young Stars wanakosa viongozi. Young Stars wanakosa viongozi. Hii ni swali yangu, wewe kupata nafasi kama Young Stars wanakosa viongozi wewe? Nauliza, hiyo ni swali tu. Mimi naweza kwanza. Young Stars kwa leo wanakosa viongozi? Nafikiri wanakosa. Hawakosi viongozi. Hawakosi viongozi. Alafu ikitokea wanakuhitaji wewe, maana so viongozi wote wanapishana, wenda wanakuona wewe uko bora zaidi na wanakumbuka labda ulikuwa nawapa mafunzo mazuri zaidi. Nadhani kuna watu wana mafunzo mazuri Young Stars, ni ila tu wakielewa yale mafunzo. Kila funzo ni lazima. Unasikia kila funzo iko very important. Sio kwamba eti ndio hivi, no, ni kila funzo iko important, ila tu nikusema wakiorganize vizuri ni timu nzuri. Kuna madogo wazuri pale na madogo ambaye anawakubali, dogo Beti,
Dogo Hekima, Asokolo pale, vyuma hivyo. So ni madogo ambayo wanahitaji tu msaada wa viongozi, na naamini kuna viongozi wengi sana hapa Wichita. Kuna wazee ambao wanapenda mpira, kuna makocha hapa ambao siwezi kawataja. Twende hapo wakiwa sivimbe kichwa. Twende hapo kwa viongozi. Wewe unaamini kama wazee wanaweza wakaendesha timu sahihi kabisa kuliko vijana? Swali nzuri sana. Unajua shida ni hivi. Sisi hapa Wichita, sijui kama ni Wichita ama ni kabila yetu ya sisi ya kule Wabembe, right? Yeah. Kabila yetu hiyo unataja jina. Tunapenda kuingiza politics mpira na politics vinaachana. Every time ukiingiza politics, unajua politics? Yeah. Mambo ya siasa. Yes, hiyo. Ukitia yale mambo mpira yani madogo na wapoteza. Unasikia? Yani madogo sio kwamba eti wanahitaji support, no, wanahitaji tu kiongozi wa kusimamia timu. Iko pale tayari, timu ina logo, ina schedules na kitu fulani, ila tu sio paka wazee wakuja. Lakini kama kama wale viongozi wa youngsters wanaona wazee watawasaidia, sio vibaya kwa wao. Lakini kwangu mimi mpira inahitaji kwanza determination, yani ile uwe na ile furaha, yani ukichangamkia kitu ambacho unataka, na sio paka kwa mzee ama kijana, ni mtu wote. Hata wewe pale unaweza kuwa kiongozi wa youngsters. Nafikiri umesikia gisi kocha ameongea, naamini utakwenda kuelewa 1 2 3 kuhusu na hii ambayo ameongelea. Ya kocha, mimi nakurudisha nyuma kidogo kuhusu timu yako ambao unatumikia sasa hivi kama We United. Vipi kuhusu inakaaje hiyo? Unaweza kutuambia 1 2 3 kuhusu We United? So, kwa kwanza naanza maana yake ya We United. So We United mwanzo timu ilikuwa inaitwa FC Kivu. So FC Kivu ni jina ambayo inatoka kule kwetu nyumbani kule Kongo kule kwetu ambapo kuna vita. So tuliona tutengeneze kitu kina present, lakini mwisho wa siku nikaangalia mimi ni mtu ambaye anasimamia unity, yani kuleta watu pamoja. So unity tunaangalia tu sio tu paka kule kwetu. Timu yangu mna players wa aina zote, tuna Rwandese, tuna Burundians, Congolese, Somalians, Sudanese, Afghanistans, tuna yani Kenyans, Tanzanian wote, Zambian pia wako hemo. Sasa nikaangalia nikitia ile jina Kivu ni kama tuna present ile bagua. So tukaona tutengeneze We United, yani tunaunga, yani we are united pamoja. So ile ndio definition ya We United. Sasa ni We United kivipi? Sport inasaidia sana. Sport inasaidia watu, especially youth kama nyinyi vile. Inasaidia kwa prevent vitu vingi kama kwenda kuvuta, kunywa, kuiba, all those stuff. Kwa sababu every minute every 2 hours una spend kumpira. The time unamaliza unaenda nyumbani, take a shower, unachukua bath, unalala, muda wako unaenda, kesho unaamka unaenda kazini kama ni shule, hivyo. Sasa sports inasaidia. Ndio maana tunasema to unite kila mtu. Sasa faida ni nini? Faida ni kusema imoja, nimeshasema kama itasaidia mchezaji, mtu kama mimi na wewe vile tuwe na healthy mwili yetu. Na tuna mpango mingi sana, na mimi kama mimi hapa hivi naona ndio tungaliki mwanzo, na mwanzo bali ndio imeanza sasa. So sisi hatuko hapa kwa sababu tufunge timu fulani au tuvuruge, no, sisi tuko hapa kwa sisi, tunajifocus sisi. Ule nyana tukubali atatujoin, onyati tukubali anasepa. Vipi kuhusu mashabiki wangetegemea, na kwa sababu kuna bifu fulani kati ya We United na Young Star, wangetegemea mechi kati ya nyinyi na Young Star? Na nadhani mechi na Young Stars for now haiko necessary, yani haita make sense. Kwa sababu ya nini? Kungali vikwazo. Tukitia mechi na Young Stars itakuwa tu ni fujo, vurugo, ngumi. So nadhani itachukua maybe miezi fulani. Unasikia, maybe tunaweza tukacheza mechi zingine za kufurahi whatever, lakini Young Stars na We United kwa sasa sidhani itakuwa vizuri. Mimi napenda reason number one, Young Stars sijui kama washajitengeneza viongozi. Walikuwa visawa na viongozi wao, ilikuwa timu inaenea Young Stars, ndio Young Stars hapana tupige nayo. Kwa sababu We United hapa tuko sawa kivyetu. Tuna viongozi na captains. One of the players ni wewe hapa. Cameraman yule ni wewe pale. Tuna new player hapa tunataka tumsign, sitamtaja jina. Sababu simharibishie.
So kwa hiyo tuko sawa. So kwa hiyo sisi mechi Young Stars na We United ama ile timu ambayo mnaitaka FC Kivu hawezi kuwa hapa. Mimi kama kiongozi na We United original haiwezi kuwa. Nafikiri mashabiki mmekwenda kuelewa wenyewe. Tumepiga mastori na kocha wa jina yenyewe ni ngumu kama sisi hapa Waswahili, jina yenyewe ni ngumu kutamka. Inaitwa We United FC na Young Star. Mashabiki najua mmekwenda kuelewa wenyewe. Sitapenda niongee mengi sana, labda naweza nikaenda kuchonganisha, lakini kocha ameongea. Kwa hiyo mechi msitegemee mechi ya Young Star na We United sasa hivi, labda itakuwa maybe mwezi ujao au mwaka ujao, wenda ina depend ya. Ningeenda kupiga na kocha mastori vipi kuhusu tunaenda sasa kuhusu maisha yako nini na nini, ulitokea wapi. Lakini umeshatosheka na maswali ya Young Stars na vingine? Nafikiri mashabiki wametosheka. Okay, sawa. Yeah, nafikiri mashabiki. Ila before tuendelea, wametosheka. Young Stars is a family, We United is a family. Mimi ni kama baba yao wote. Wanasikia huko mimi ni mshauri, nina love kubwa. Huko nako tuko in charge, tunasuguma. So Young Stars ikiwina, Wichita na wina. We United ikiwina, Wichita na wina. Siku ya mwisho tuna present vijana wetu kabila zote. Nafikiri mmemuelewa kocha kwa jinsi amesema yeye ni kiongozi popote pale, kwa maana ana support mpira wa Wichita. Ana upande, japokuwa ni kocha kwenye timu wa We United FC, lakini hana upande wowote ule. Kwa nyinyi ambao mlikuwa mnaleta bifu za kisenge na za ujinga sana, ila muelewe sasa ambacho tumepiga na ambacho kocha Lubemba Albert ameongelea. Naamini mtakwenda kumuelewa, na mimi nakwenda kumuuliza maswali 1 2 3 kuhusu maisha yake, wapi alitokea na imekuwaje mpaka kwa sasa, anafanya nini, anajishughulisha na nini. Kocha, kwanza tungependa kujua kama vipi kuhusu mahusiano yako. Mahusiano vipi? Kama mahusiano yako ya mahusiano, kama una wake wangapi, una watoto wangapi, kama hivyo. Mimi ndio kocha. Hiyo swali linatokea wapi kwanza? Unatuma wewe. Sio kutumwa. Sio kutumwa kocha. Watu wangependa wafahamu. Mimi I'm somebody's husband. I only have one wife. One wife. Watoto wangu namba haisemekaki. Ni ile tu yenyewe mnajua. Kocha hataki kuongea mengi sana, naamini kwa hicho kidogo chake mtamuelewa. Anasema na mke mmoja, watoto wake namba ni ile, naamini mtakwenda kuelewa nyinyi ambao mnamjua zaidi kiundani. Asante sana. Hivi kocha, tungependa sasa kujua ulitokea nchi gani, ulitokea wapi, ulikuja hapa mwaka gani na unajishughulisha na nini kocha? Ndio, mimi kwa kwanza ni Mbembe wa Bondo, Shilambo, mtoto wa Kimanga, unasikia. Mimi nimezaliwa Uvira, kule Kongo kwetu. Baba na mama ni Wabembe, mamangu ni Mlala, babangu ndio Mshilambo. So kwa hiyo nimezaliwa pale Uvira, toka Uvira tukaenda Burundi tukarudia Uvira, mnaona seti vita ikakuja ya kina Mobutu fulani hivi. Tukaingia wapi huko Tanzania tukaenda mpaka Zambia. So mimi nimeenda Kongo, nimeenda Zambia niko mtoto kidogo sana, mchanga. Yaani nimeenda kule niko na miaka 2 3 hivi. Kwa hiyo vita vile vya kipindi kile cha Kongo ulikuwa ushakuwepo tayari? Nilikuwa nikuwepo nywele zangu. Kocha, basi naweza nikasema mimi kwa upande wangu mimi naweza nikasema baba, naweza nikasema shoolo. Wenda naweza nikasema hata babu. Kwa umri wake, kwa maana kipindi kile cha vita ya Kongo kocha alikuwa ashakuwepo. Nafikiri mnamuona hata nywele zake tayari zimeshaanza kubadilika, zimeshaanza change. Na mtu akichange basi jua ni mtu mzima, ameshakuwa. Mimi naweza nikasema ni baba, au anaweza kuwa kama vile uncle au babu. Unaonaje kocha? Hapana, mimi sio babu. Mimi I'm still young. Mimi I'm still young, na yani ile tu najua tu maisha sometimes yanakugeuza hivi. Unaweza kuonekana sura zenye sio zako. Labda wewe mshabiki wa Wichita ungependa labda ulikuwa unafahamu eti kocha ni mtoto wa 2000. Hapana, usidanganye. Bwana, mimi kocha sio mtoto wa 2000. Kocha ni mtu wa 90, mtu wa watoto.
kuwa na mtu mmoja. Sasa kocha, ulifika hapa Marekani mwaka gani na ulifikia state gani vile? Mimi I think nimefikia, niko originated from Texas. Yeah, so nimefika hapa 2013. Then nimefika hapa, so niseme kuna miaka 12, bro. Yeah. So nimefika pale, mama, kaka, dada wote wako pale, shangazi na wajomba, familia kubwa sana. Yaani mimi kwa Texas kama jinsi nimesema huko mimi nasema kocha Lubemba, kule wananiita Tiba. Unasikia, yani kule mimi sio tu kocha, unafahamika zaidi. Nina vitu vingi kule zaidi. Yaani kule ndo nyumbani yani. Kule nyumbani. Kama jinsi mmemsikia kocha anasema yeye ana familia, alifikia Texas na kule ana familia, anajulikana, so kocha tu. Kule anajulikana, yani tuseme ana tabaka nyingi sana kule. Asante sana, naamini ni moja kati ya story na wewe shabiki utakwenda kuelewa 1 2 3 kuhusu bifu ya Young Star na We United FC. So bifu, ila ni vile mashabiki wanachukulia bifu kwa sababu sisi wote ni pamoja. Niambie kwanza, we kama mshabiki na player, unaona zaidi kuna bifu? Mimi naongea kile kinachojiri. Okay. Sijui umenielewa. Kama kitu gani kinachojiri? Kitu kinachojiri zaidi ni bifu, ila mimi sioni hiyo bifu ipo nafasi gani. Bifu ya nani na nani? Bifu ya timu yako na timu ya wakina Mbona fulani. Mbona mimi hiyo bifu sijui, sitambui. Ndo tulitaka tuje tupate habari ya kweli sasa kutoka kwako kocha, ili mashabiki wajue kama hakuna bifu yoyote ile kati yako na Young Star. So kamera iko wapi? Youngsters, We United hakuna beef. Kuko tu kufurahishana tu. Ila at the same day they are all same people, one players, one family, which we represent. Sitaongea mengi sana, naamini kocha amekwenda kumaliza. Kuna last question kocha ambaye anakwenda kumuuliza au nakwenda kuuliza. Vipi kocha, mimi nina swali ya mwisho, nataka niongelee kuhusu vijana. Una neno moja kwa vijana, nakupa kama dakika 2 uweze kuongelea kuhusu vijana wa Wichita na mashauri pia umo. Ndio, kwa kwanza Wichita vijana nitaongelea kuhusu heshima. Tuwe na time ya kila kitu. Unajua kuna time ambapo najua rafiki yangu, ndugu yangu, kaka yangu yuko vizuri hata kama mnazoeana naye. Kuna wengine marafiki hata kama mko same age, hiyo ndo ameshaoa rafiki yako, hata kama unamjua kivile, heshima inapaswa kuwa. Kuna wengine utaona maybe iko na mastress zake nyumbani, anakuja anakuja pale kiwanja ama uwanjani ndio kujifurahisha. Sasa wewe unamletea ma jokes ama kitu fulani, tuwe na ile heshima na ile upendo. So kitu ndio nawashauria vijana kusema tukaze buti. Challenge ni mingi sana, ila tuepuke ma problems. Unajua nchi tuko yeko ya leo ni nchi ya watu. Sisi ni kama wakimbizi na tunabaki wakimbizi. Hata kama wengine mshakuwa wa citizen ya vile, ila mkimbizi ni mkimbizi. Nchi wanakutandika na kurudisha. So let's avoid kunywa pombe sana. Let's avoid kutembea ma state tafuta mwanamke. Mwache. Yes, mwache kutembea wewe kwanza. Mwache kutembea ma state tafuta mwanamke. Wengine mnawasha magari, mnatunza ama ni masaa mangapi kule, mwache. Kwa sababu ndio tukasikia maksida huko njoni hakwenda kuona mwanamke. Mwache. Ya kwanza hiyo. Ya pili, pombe mwache. Pombe mwache, waste your time mkavumbu na kutumika kazi. Unasikia kocha? Unasikia kocha? Oza. Mimi kama mimi Vego Star, na mimi ni kijana, mimi wala so msichana. Na mimi nimekwenda kujifunza mambo mengi sana kupitia kocha Albert Lubemba, kocha anaye fahamika kama kocha, ndo ulisema nani jina lako nyingine? Lubemba. Albert. Sawa, nafikiri nimekwenda kumuelewa 1 2 3, na hiyo ilikuwa kwa sababu ya vijana. Kocha, unawaambia vipi mashabiki wa King Villa TV? Shabani King TV. So Shabani